Leo tupo kwenye kusimulia episodi ya 133 ya Dunia. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusu jambo lililotokea kwa Violet pamoja na Manyanya. Kumbuka kabla ya Violet na Manyanya kupeana talaka hapo nyuma jinsi ilivyokuwa. Hapo kwenye episodi za mwanzoni za Dunia, Manyanya alikuwa mwanaume bora sana kwa mke wake. Lakini kulingana na mazingira ya familia hiyo ambayo iliundwa kwa ndoa, kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo zilifanya ndoa hiyo ianze kuharibika kidogo kidogo. Haswa pale Manyanya alipokuwa akitumia maneno mengi sana kwa ajili ya kumuelekeza mke wake. Lakini mke hakutaka kusikia la mkuu wala kuogopa kuvunjika guu. Na mwisho wa siku akaendelea na yale ambayo alikuwa akiyafanya juu ya mume wake. Mume wake alijaribu kuyavumilia yote ambayo yalikuwa yanatokea ndani ya ndoa, huku akiamini ipo siku maisha yake yatarudi kwa ya furaha kama hapo awali. Lakini haikuwa hivyo. Maisha yalienda mpaka pale Manyanya alipokuja kukutana na bahati ya kukutana na Mati ambaye alikuwa anateseka sana na mapenzi. Wanaume wengi walikuwa ambao hawamtaki na hawataki kushare naye kimapenzi kwenye muendelezo wa mahusiano. Ndipo alipokuja kukutana na Manyanya akiwa Mati amelewa chakali chini ya mti. Na baada ya muda mfupi Manyanya alijaribu kumchukua kwa njia ya kumsaidia na kumrudisha kwao kwa lengo tu la kumpa elimu ya kisaikolojia mtoto huyo Mati ili apate kuwa na amani. Ndipo maisha yakaenda na mazoea yakazidi kati ya Mati pamoja na Manyanya katika hali isiyo ya kawaida. Manyanya alivutiwa sana na Mati juu ya urembo wake pamoja na upole wake, sauti, mitego pamoja na kila kitu ambacho yeye Manyanya alikuwa anakihitaji. Lakini tu alisahau kuwa ana mke ambaye yupo nyumbani na anategemewa yeye kama yeye aje ambadilishe yule mwanamke. Maisha ya Manyanya yaliendelea kuwa marefu zaidi juu ya Mati, ukaribu ulizidi na kila kitu kilikuwa karibu zaidi kwenye kazi pamoja na Mati. Yani inamaanisha kwamba toka alipokuwa Mati pamoja na Manyanya, basi Manyanya alikuwa kila baada ya siku anaenda nyumbani kwa Mati kwa ajili ya kumtembelea na kumjulia hali. Miezi kadhaa ikazidi kuenda. Mati alikuwa anamuomba sana Manyanya kila wakati. Kulingana na ushauri wake uliweza kumbadilisha sana Mati kutoka kwenye hali aliyokuwa nayo na kuwa mtu wa kawaida. Ndipo siku zilizozidi kwenda, Mati naye macho ya legelege kwa Manyanya yalizidi kuwa kipaumbele sana. Kama mnakumbuka kwenye episodi kadhaa zilizopita, Mati alijaribu kumwambia Manyanya anaogopa, lakini Manyanya kulingana na hisia zilikuwa tayari zimeshamzidi, akamwambia usiogope. Kama mnakumbuka kwenye episodi hizo zilizotoka nyuma, ndipo changamoto ikaanza kutoka kwa Manyanya kuja kwa Vai. Nakumbuka kwamba Vai alikuwa kielele sana cha kumjeulia mumewe. Lakini baada ya siku akajikuta sasa anateseka yeye huku mumewe akiwa na furaha na Mati. Na kama unavyojua Mati siku zote katika maisha yake huaga anatafutaga mtu wa furaha. Lakini alipompata Manyanya, japokuwa alikuwa anaangalia nafasi yake wapi na saa ngapi na muda gani ambao anaweza kufurahi, ndipo na yeye akaamua ajiingize moja kwa moja kwenye mahusiano na Manyanya, huku Mati akiwa amesahau kama Manyanya ni mume wa mtu. Maisha yakaenda na kusogea mbele kwa mbele, huku watu wakitaka kujua je, katika haya mahusiano ambayo Mati amejaribu kujiingiza kwa mume wa mtu yatakuwaje ikiwa yeye mwenyewe hana bahati, hata hao wanaume ambao hawana mahusiano mengine wanashindwa kuwa naye. Changamoto zilikuwa nyingi sana kwa Mati
kulifanikisha hilo jambo ambalo alikuwa analihitaji, kulingana hata yeye mwenyewe alikuwa na rafiki yake ambaye anampenda sana na yeye anatamani kuwa na manyanya. Kama unakumbuka rafiki yake Mati ambaye alikuwa anatamani kuwa na manyanya, alikuwa anaweka kila kizuizi ili mradi tu haya mahusiano yasifike mbali. Mati alijaribu kuonesha dalili zote kwa manyanya, na manyanya alikuwa anaonesha dalili zote kwa Mati ili tu mahusiano yao yapate kusonga mbele. Lakini huyo rafiki yake Mati ilikuwa ni ngumu sana kuiruhusu hiyo. Hivyo alijaribu kufanya kila aina ya vibweka, lakini manyanya, kulingana anajua kumsoma mtu kisaikolojia, alijaribu kumpa maneno ya hapa na pale Mati ili apate kuelewa, na hakutaka kuongea moja kwa moja kwa sababu hakutaka kuwagombanisha marafiki yao. Maisha yalienda kati ya Mati na manyanya. Manyanya alinogewa kiasi kwamba alitamani kabisa amuoe hata mke wa pili Mati, lakini akikumbuka familia yake nyumbani ndipo ilipokuwa inamtia ugumu. Lakini kulingana na mahusiano hayo, ikabidi amwambie ukweli Mati kwamba yeye ana mke. Manyanya naye alisema hivyo kwa niaba kwamba hataki tena shida juu ya hayo ambayo yatakuja kutokea mbele. Maisha ya Vai yalikuwa ni magumu sana baada ya mumewe kubadilika. Alikuwa anateseka, alikuwa anaumia, alikuwa anahangaika na alikuwa hajui nini afanye. Hivyo alijaribu kufanya kila njia ili mapenzi yao yarudi. Ndipo siku mumewe aliporudi nyumbani, akataka kumwambia anahitaji azungumze naye, anahitaji amsamehe. Hivyo kwa ndugu yangu ilikuwa ni ngumu sana kwa haraka kwani alishakolea kwenye penzi la Mati. Vai alijaribu kutengeneza ndoa yake irudi kama zamani, japokuwa ilikuwa ngumu sana. Lakini mwisho wa siku, kulingana na familia, Mati alibahatika. Baada ya muda mfupi, Vai alifanikiwa kuirudisha ndoa yake kwa asilimia kadhaa baada ya kutumia wazazi wa manyanya. Manyanya alikubali hiyo ndoa irudi, huku akitaka kumkimbia Mati kulingana na mazingira yaliyokuwepo. Na mwisho wa siku ilikuwa ni ngumu sana kueleweka kwa jamii kulingana na manyanya jinsi alivyokuwa anaishi na Mati kwa wakati huo. Akapokuja kukubali, akaamua kuingia naye, na mwisho wa siku anataka kuachana na Mati, kumbe Mati naye ana ujauzito. Ilikuwa ngumu sana kutoka, huku mkewe naye Vai ikaenda akaja kujua kwamba mumewe anamchipuka ambaye tayari ana ujauzito. Hivyo na yeye akaamua kuchukua uamuzi wa kufanya umalaya wa kutembea na kila aina ya bodaboda pamoja na watu wote ambao wanakutana nao njiani, ikiwezekana hata kuwalipa pesa. Ilikuwa ngumu sana kuamini, lakini mwisho wa siku amepewa talaka kwa ajili ya uzembe huo, baada ya mumeo kujua kwamba Vai ana ujauzito, tena ujauzito wa huyo mtu ambaye asijulikana kati ya hao waliotoka nao. Unahisi ni nini kitatokea? Unahisi ni nini kitaendelea kwenye episodi ya 24? Na je, hii surprise ambayo aliopewa Vai ya kupewa talaka 3, je, ni sahihi? Tuendelee kufuatilia Dunia bado ipo, ndo kwanza inaanza. Asanteni sana, msisahau kusubscribe. Mimi ni ndugu yenu kabisa, RK Family Movie.